Asante. Mbona heshima sana? Umetokea mkoa gani? Mimi? Sisi Wasukuma ndio tunatakiwa hivyo tuwe na heshima. Wewe pale Usukumani unakaa wapi pale? Nyegezi? Au Nyakato? Nanili Nyehunge. Kule kwa nini ni nyenye tu? Ndio hivyo wazee waliitaka hivyo majina, sijui. Sasa mjomba. Nilikuwa nataka nikuulize. Yaani wewe uniulize mimi maswali? Kama mawili hivi au matatu. Unajua mjomba? Mimi nakuona kati hapa unakuja kama siku ya 3 hivi. Kwa Kisukuma tunasemaga ya kasatu. Ya kasatu. Yani mara 3 kwa Kiswahili. Kwa mwanzo ndo kasatu. Kwa kwetu sisi kasatu. Yani leo mara ya 3 na kuona unakuja tu peke yako, unaondoka tu mwenyewe. Unakuja mwenyewe unaondoka. Sasa nikasema leo nikuulize mjomba. Mjomba. Kwani wewe umeoa? Mimi. Sijaoa. Ni bachelor. Bachelor. Ndo nini? Vipi? Mbona kama una safari vipi? Vipi ndugu yangu, hata simu nini? Umepata safari ni? Majanga tu. Salama, mbona kama hauko kwenye mfumo? Nimefukuzwa kazi. Fukuzwa kazi? Yaani kivipi yani umefukuzwa kazi? Mbona sijapata taarifa yote na imekwaje, changamoto gani? Bwana, pale nilipokuwa nafanya kazi niliingia kwenye mahusiano na mdogo wake yule dada. Sasa kazi zote za nyumbani pale akanafanya mdogo wake, zikaza nasababisha mpaka chuo haendi kwa wakati, wanagombana na mdogo wake. Hiyo imepelekea mpaka yule dada akaamua kunifukuza. Tena nifukuza kama mbwa. Kwanza usiku amenipiga sana yeye na mjomba wake. Jamani. Yaani bachelor, nikizungumzia bachelor ni kwamba sina mke. Lakini bachelor ni masomo ya hali ya juu. Maelewa ambayo mtu anahitimu. Kwa hiyo kuna bachelor, kuna PhD, kuna HDV, kuna diploma, kuna transformer. Kwa hiyo mimi sasa nimehitimu kwenye bachelor. Kwa hiyo mimi sina mwanamke, nipo mwenyewe. Na mimi kama mimi hivi bachelor. Wewe sio bachelor, wewe single. Nasema ndio hivyo sasa, yani hapo kwenye transformer, kwenye pride nini ile bachelor PhD. Sasa ile ndio imenichanganya hapo sasa. Lakini sasa uliponiambia kwamba kumbe hujaoa. Mimi hapo kwa kweli nimefurahi. Yaani kwa kweli nimefikia kwenye bahati, hii nyumba ina bahati mjomba. Ndio. Uko unataka kusemaje yani? Sasa yani uko smart kweli kwenye brain yako. Yaani wewe umeenda pale kwa ajili ya kufanya kazi, alafu unaenda kufanya tena kazi. Kazi ambayo ni kazi moja, ukaanzisha na kazi nyingine. Kazi moja ambayo unalipwa mshahara ukashindwa kuiheshimu, ukaanza kufanya kazi ambayo haulipi mshahara. Na maanisha ukaanza kufanya kazi kwa yule binti. Alafu kibaya zaidi, unaongea yani umejiachia yani nikaanza kufanya kazi pale nini, mdogo wake akaendi chuo. Hivi kwa uwele wako kweli unahisi huyo unahisi madamu amekutendea ubaya? Ingekuwa hata kama ndo wewe.
Yaani ndio wewe mfano unafanya hivyo, au mimi hapa sasa hivi niko na mdogo wangu halafu aje. Kuna project moja hapa na nyimbo hapo naitengeneza hapo. Kuna nyimbo moja ambayo inahusiana na story yako. Yaani tunasema yule alikuwa binti, ameenda kufanya kazi sehemu, akaanza kutembea na mume wa mtu. Sio, umeelewa? Yeye alifukuzwa, alizalilishwa, na hiyo nyimbo inaitwa Ngoswe. Penzi kitovu cha uzembe. Na wewe ndo ngoswe la kiume. Kwa hiyo tukimpata yule binti na wewe ngoswe wa kiume, tunafanya kitu kinaitwa mixing by Ngoswe. Sio, umeelewa? Ina maana wewe hauko smart kwenye brain kaka. Hafu unakuja umenuna, unamfukuza kazi, sina na nini. You need infection of love bite. Never again. Never happen. Never. World Cup. For sure. Okay. Yeah. Any rule of the law. Guys, I'm not serious. Wewe vipi? Kwa hiyo unasemaje? Mimi huko nyumbani niliolewaga. Niliolewaga na mwanaume akana nipiga. Baadaye sasa kwanza nikaona mimi nikaondoka. Nikasema nimwache basi. Ndio nikakaa. Baadaye siku moja nikatandia litreni la kutoka Mwanza kuja huku Mwani. Nikaja. Basi ndio hivyo. Lakini sasa Kwa hiyo yani umezimika na mimi. Yaani umeniadimaya. Umelavyuka. Umenipenda. Wewe kazi ninayo hapa. Mpaka niongee Kiswahili. Yaani nikisema umelavyuka na maana umeni love. Wewe unasema I love you. I love you. Sema I love you. I love you. Nimekupenda. Kwa hiyo mjomba ndio mimi mwenyewe bachelor. Sasa kwa hiyo utaniweza mimi wewe? Kwani sasa mimi nakubeba? Unibebi ndio. Lakini tabia zangu utaziweza? Kwani labda unitajie hata hizo mbili tu. Mimi cha kwanza nishakuaga na mwanamke huko zamani. Sipendi mwanamke anizarau. Sasa kwanza mimi hapa nilipo sina sema ukaa. Alafu kingine kinachoniuma, amenifukuza hajanipa mshahara. Kwa nini mshahara wangu mimi asinipe kama kaamua kunifukuza? Yaani wewe umefanya kazi na kazi ambayo hujajiliwa unataka upewe mshahara. Hivi mfano ingekuwa wewe mfano hata mimi hapa sasa hivi. Yaani mfano mimi mtoto wangu mimi au rafiki yangu mimi au demu wangu mimi afu nisikia natoka na house girl wangu mimi. Mimi naweza kumpa mshahara? Hiyo ni kama ajali, dangerous of accident. Sio, umeelewa? Maana yake hiyo hairudi nyuma kaka. Mambo ya mshahara kwanza achana nayo. Usifikirie kabisa wewe mwanaume. Sema tu jambo ambalo mimi naweza nikakusaidia ni jambo moja tu. Utachili magetoni. Kwa sasa hivi utachili. Tutakuwa wote kwa muda huu ambao utakuwa unajitafuta. Lingine hapa kuna muda huwa wateja wanakuwa wengi sana. Mimi nachoka. Nitaanza kukufundisha jinsi ya kupiga beat. Gonga beat hapa kuna hela hapa beat. Ukigonga 2 3 ngoja unapata hela. Sio, umeelewa? Mashine ile pale. Sio, umeelewa? Kaigusa gusa hapo. Hilo la kwanza. Mwisho kabisa. Make another plan. When you fail plan A, go plan B. Do you understand? Unaelewa? Wewe ni mwanaume inabidi upambane. Swala mshahara achana wala usigombane nao. Sawa. Basi naomba basi ufungue nikapumzike kwa sababu hapa nilipo na mawazo sana. Unataka uende geto sio? Nikapumzike. Sawa, sasa fungua pale. Unajua pale napoikaga pale. Pale kuna kitofa fulani pale. Utakuta pale chili fresh. Sitaki nisikie umegombana naye, madam tutamtafuta, tutaongea naye, kila kitu kitakuwa sawa. Poa mwanangu, hakuna noma. Can go. Sawa. Yes. Wewe relax, achana mambo ya mshahara. Hela zinatafutwa. What bills? Nilimpiga yule mwanamke ngumi ya Zarumenda ile ya hivi ile. Akaingia chini mpaka hapa. Akabakisha kikiwiliwili. Serikali ikaja ikanishtaki kwa nini nampiga mtu mpaka anaingia kwenye ardhi. Akafariki. Sio kuingia kwenye ardhi amefariki. Yaani ni nguvu nilizokuwa nazo mimi nina muku.
Nikikupiga hapa kama nikikuelekeza kwenye ukuta unatoboa. Sawa. Wanakuokotea upande wa pili huko. Yani wewe ni bora kabisa. Wewe bora kabisa. Kwa sababu kali yule niliyekuwa naye kule alikuwa ananipiga kidogo kidogo ndio maana nikaachana naye. Haya sawa. Unakubaliana na yeye kupigwa na kila kitu na nini? Yaani hamna shida. Ndio umeshanipenda mimi. Oh, umelizika hivyo hivyo na mimi kila kitu sawa tu. Nikubunde mpaka nikutoe kichwa safi tu. Yaani hapo sasa ndo yaani ukifa ndo la. Kufa sasa kufa hamna. Hadi nakupiga tu na kuumiza. Mimi ni mgumu mno kufa. Najua tu kuniua wewe uwezi. Unaga tabia za kufa. Hamna yani. Sawa. Sasa nisikilize kwa makini. Tunaendana. Nisikilize kwa makini wewe mshenzi. Mimi ni mtu na akili zangu. Naelewa. The way jinsi ulivyo, huwezi kuendana na mimi. Wewe huwezi kuwa mtu wangu mimi. Haya, unataka kuwa mtu wangu, una mahali hapa kunilipa mimi? Mahali? Mahali. Pesa. Si ndo nanili yani ile kumlipia mtu. Sababu si ndo umenitongoza mimi ndo unanitaka. Inabidi unilipie mahali. Kawaida tu sasa hivi si ndo ulimwengu umeshabadilika. Japo zamani tulikuwa tunalipiwa sisi wanawake. Sasa hivi mimi naona hata kwenye simu la dada tunaona tu mambo yanaenda hivi. Yaani yanabadilika. Sasa hivi mwanamume analipiwa hiyo mahali. Mimi niko tayari. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa unatakiwa uniheshimu. Mimi sina mpango wa kuwa na wewe hata kidogo. Unaelewa? Uniite mjomba tu na unichukulie mjomba kama mjomba wengine. Usije kaniambia tena upumbavu wako. Sawa? Nenda. Nenda. Kwenda. Maji niondoke naye. Nimemaliza sasa maji haya. Takumtia nuksi tu hapa mapema saa hizi. Niwe nitakupeleka wapi? Nakaa na ndugu zangu maskani ba. Eti nakutambulisha wewe na sauti yako hiyo ngoro. Tuna maombe sauti ngumu kama nini? Sasa hapa na vitu vinaendelea. Huyu kaletwa na samani imekuwa kama dharura kidogo. Mimi na changamoto moja na rafiki yangu ambaye amekuwa kama ndugu yangu. Sasa kuna changamoto kidogo imemkumba. Kuna sehemu alikuwa anafanya kazi lakini amefukuzwa, hana kazi. Sasa ukiangalia ni ndugu yangu ambaye nimetoka naye mbali sana. Nikasema basi kwa wakati huo ambao hana kazi, awe anakuja pale studio kwa ajili ya kujifunza kupiga biti, kufanya nini ili kuweza kuongeza hata ujuzi ili siku nyingine basi anaweza Mungu akamjalia akaja kusimama. Sasa niliwaza nikasema siwezi kulifanya hili jambo peke yangu kama tu producer nimeamua nifanye. Hapana. Sasa lazima nije nikuone bosi wangu kukushirikisha, kama utanipa ruhusa basi niweze kumwambia ili aanze kuhudhuria na kuja kushinda na mimi studio. Ni hilo tu bosi wangu. Nimekusikia producer Doni, ila cha kwanza utambue ni ofisi. Na ofisi na taratibu zake. Mimi sijazuia kumleta huyo nani ndugu yako. Inabidi ufuate taratibu zake za kiofisi. Huyo ndugu yako andike barua ya maombi. Sisi akija tutampokea, na yote nafanya kwa sababu kwa heshima ya kwako wewe. Kwa hiyo lolote ambalo atakayotokea ina maana utahusika wewe. Mimi niseme tu kwamba sina kipingamizi. Nimekubali. Mimi nikushukuru sana kwa sababu ukweli jamaa anapitia kwenye wakati mgumu na ni mtu ambaye royal guy, yani ni mtu ambaye mwaminifu sana, ila ndio hivyo tena changamoto za maisha. Lakini pia nikuombe kingine kama ikikupendeza, maana wewe ni mtu ambaye unajuana na watu mbalimbali kwenye upande wa industry ambao mimi nipo. Sasa mimi ni producer. Najuana na watu tu wa muziki, ma director, kina nani, lakini wewe unajuana na taasisi mbalimbali, kampuni mbalimbali ambazo hazihusiani na burudani peke yake. Kama ikitokea kuna nafasi ya kazi, basi unaweza kunijulisha ili tuweze kumpushi jamaa aweze kusogea. Kwa hiyo nakuomba pia niwakilishe kwako bosi wangu. Niseme nimelipokea kwa heshima yako na nitalifanyia kazi. Asante sana. Basi. Haina shida, nimekuelewa na pia
Nadhani weekend hii nitakuwa na kikao na nyinyi wote. Kwa hiyo nitaita, kuna majambo tutajadili tuzungumze. Haina shida, sisi tupo. Shukrani. Asante.